Hello, habari. Naitwa MC Chotara, ni mshereheshaji katika matukio mbalimbali. Hii ni mwaka 2025. Kama ambavyo nimesema awali kwamba mwaka huu tumekuja kiutofauti kidogo. Katika session ya mezani na Chotara tumeongeza segment nyingine ambayo itakuwa inakupa nafasi ya wewe mdau na mpenzi wa ambaye unafuatilia mambo mbalimbali kuhusu Chotara Events kuweza kufahamu au kuona namna ambavyo maharusi watarajiwa wanafahamiana baina ya mmoja na mwingine. Na tarehe 31 ya mwezi Mei mwaka 2025 tutakuwa na sherehe nzuri kabisa baina ya Charles pamoja na mke wake kipenzi Teresia. Tutakutana pale Drones Hall hapa mjini Morogoro. Niko hapa na Teresia na natamani nizungumze naye mawili matatu ili aweze kutueleza mambo ambayo yeye anayafahamu machache. Tamuuliza mimi kuhusiana na mwenzi wake. Mwenzi wake hayupo hapa, lakini tunazungumza na yeye, alafu yeye tutaona ni jinsi gani ambavyo atatueleza, na baadaye tutampata Charles pia, kisha Charles atatukonfirmia, atakonfirm au atathibitisha kweli aliyosema Teresia ndio ama la. Habari ya jioni. Nzuri, kwema. Salama tu, ajionaje hali? Niko poa. Ndio, maandalizi yanakwenda vipi? Yanaenda poa. Inaenda poa. Sawa kabisa. Sasa mimi na mambo machache ambayo natamani tuzungumze na tuweze kufahamu na kuona ni kiasi gani unamfahamu mwenzi wako. Niko na maswali, asante sana. Niko na maswali kadha wa kadha. Jambo la kwanza au swali langu la kwanza kabisa, naomba utuambie au tujulishe majina matatu ya mume wako kipenzi mtarajiwa kwa usahihi wake. Majina matatu. Mume wangu anaitwa Charles Olengote Kuresoi. Charles Olengote Kuresoi. Asante sana. Ametaja majina matatu ya mume wake mtarajiwa. Mwenyewe atakuja kuthibitisha hilo kama ni kweli au kuna sehemu ameyumba. Kwa majina anaitwa Charles Kuresoi Olengote. Charles Kuresoi Olengote. Yeah. Kama tia hiyo. Unaweza kututajia majina yako matatu kwa usahihi wake? Kwa majina anaitwa Teresia Tobias Doinyo. Teresia Tobias Doinyo. Anaitwa Teresia Tobias Doinyo. Teresia Tobias. Vizuri, unataka usahau jina la mwezi wako bwana? Kuna mbaida ambao huwa situmii sana. Haitumiki sana. Je, unaweza kukumbuka ni mwezi pamoja na mwaka ambao kwa mara ya kwanza kabisa mlifahamiana? Mwezi na mwaka. Nikisema tarehe nitakuwa nakuonea kukumbuka hiyo. Mwezi na mwaka. Nilifahamiana naye 2008. Mwezi wa 6. 2008 mwezi wa 6. Chaza atakuja kutuambia. Ila Teresia amesema 2008 mwezi Juni. Teresia nilianza kumjua 2008 wakati namfundisha tuition. 2008. Mwezi upi? Ilikuwa likizo. Sikumbuki ni mwezi wa 6 au wa 12, lakini ilikuwa ni kipindi cha likizo. Na ni nani alianza kumuuliza mwenzie jina kwamba unaitwa nani? Kati ya mume wangu na mimi. Mume wangu aliniuliza mimi. Alikuuliza jina lako. Inawezekana 2005 hiyo ambayo unaizungumzia mwanzo. Ni mimi. Okay. Ni mimi. So ni wewe Charles ndio umeanza kumuuliza Teresia. Yeah. Nilikuwa namjua tu ni mdogo wa fulani, lakini okay. Right. Na je, unafahamu ni chakula gani ambacho ni chakula pendwa sana ambacho mume wako tarajiwa kipenzi anakipenda? Najua anaweza kawa anapenda vyakula vingi, lakini unaamini kwamba hiki inaweza kawa ni the best food number 1 kwake? Anapenda ugali sana. Anapenda ugali. Ugali na nini? Na nyama. Na nyama. Yeah, okay. Kama ilivyo asili ya Wamasai kwamba jasiri aache asili. Ndio. Kiukweli napenda nyama choma. Nyama choma. Kiukweli nikikuta nyama huwa na enjoy sana, lakini ukipata nyama na nini unafurahi zaidi, una enjoy zaidi? Nyama na nini? Nyama na ndizi. Nyama na ndizi. Ndizi za kuchoma. Za kuchoma. Au kaugali kadogo fresh. Una enjoy vizuri. Lakini kwa vyakula vya Kimasai nikienda Umasaini kule napenda kitu kinachoitwa loshoro.
loshoro. Hii ni nini kwa faida ya watazamaji wengine? Mimi nafahamu loshoro jamani. Yeah, hebu waambie ni loshoro ni chakula ambacho ni mgeni akienda Umasaini au kwetu kule Umasaini, ukikaribishwa na loshoro, yani mgeni anaridhika kwamba amekaribishwa. Chakula cha heshima hicho. Chakula cha heshima kukaribisha mgeni. Ni mahindi yaliyokobolewa yakachemshwa, baada ya kuchemshwa yakachujwa, alafu yanawekwa maziwa. Sasa changanya na maziwa, yale maziwa yakichanganywa na loshoro sasa na yale mahindi, maana yake inatengeneza kitu kama solid fulani hivi ambayo ina maziwa, yani haina maji. Na ni tamu sana. Loshoro ni tamu sana. Ukikuta ambaye hajachacha, safi kabisa, imewekwa kwenye kibuyu alafu ikahifadhiwa sehemu ya baridi, unakunywa kweli kweli. Watu waliposikia alipoanza kutaja mahindi fulani, watu wakajua hiyo itakuwa kande. Ni tofautisha loshoro na kande. Hii tunatumia maziwa.